Tuanze na jina, utuambie 90 minutes zimeisha, game imekuaje? Saa mimi naitwa Coach Ndwata ama Devi. Game imekuwa fiti. Hata kama hatujaweza kuscore, tumepata chance. Hiyo ndio muhimu. Na kama tumeshikanisha hata kama ni 5 ama 10, tunajua Kenya tunafanya. Lakini either way haijakuwa side yetu. Lakini tumefurahi juu ya hata kama wametupiga, at least tumepata chance. Tumeshukuru. Ani maneiba wetu, lakini saa hii tuko chini juu mavijana saa hii ni wadogo. Saa hii tumeweka mavijana kutoka form 2, form 3. Hao wengine tuliwatoa juu, tunataka kubidi timu ingine. Kwa hivyo hata nimefurahi juu ya mavijana venye wamecheza na tumepata chance na venye wamecheza tumefurahi sana. Umesema even though umepata chance, ukiangalia kama first half ulikuwa umelemewa kidogo, lakini second half vijana wamekuja wakatuliza game na wamecheza fiti. Labda ulikuwa umeona mistakes zilikuwa wapi zenye maybe ulijaribu correct ndio vijana at least wakaonekana kama wanaelewa game second half? Mistake ilikuwa DDS yetu. Ukikuta kama Santos ilikuwa inachukua ball zote za DDS yetu. Walikuwa wanapiga DDS yao fiti, wanachukua ball yetu. DDS yetu ilikuwa weak, ilikuwa inapigwa tikitaka kama wameenda. Tukajua mistake iko DDS. Tukaweka kijana mmoja mwenye alikuwa anacheza wing, tukamuingiza ndani, tukaweka fullback nyuma. Alafu tukatengeza DDS. Ndivyo maana tumeanza kupress na kupata chance. Lakini tumeuza chance mingi sana. Umesema ndio una build team, lakini pia umecheza na timu yenyewe wako namba 2 kwa ligi unacheza. Hiyo umeshinda na then utakuwa unasoma namba 1. Hiyo imekupatia experience gani? Imenipatia spirit ya ama vijana wanafaa saa hii kubuild up. Na wakuwe strong, wajue hapo juu si rahisi. Na wafanye mazoezi kwa bidii juu ni wadogo, warani zile vitu wajui. Unaona? Kuna ball ya first touch na kuna ball unafaa kupiga first touch, kuna yenye ya two touch. Hasa hizo ndizo vitu hawaelewi, lakini wakielewa hizo vitu, tutakuwa tuna build team na tutakuwa tukiwa sawa. Basi coach, labda tu your next preparation games zinakuja. Unajipanga pangaje now that umesema ndio una build team? Venye tuko saa hii wiki yote hatujafanya mazoezi. Lakini kutoka Tuesday ndio tunaingia mazoezi, tutabuild team fiti. Tutakuwa fiti, tutabuild team juu ya hiyo game nyingine. Tukue sawa hata kama afu hii ndio game yetu ya kwanza hapa. Tulikuwa tumechujwa grau, hatujakuwa tukitinipoa, tulikuwa tunatinia pale juu. Ulichujwa kwa nini labda? Tulikuwa tumechujwa ya kupanda nyasi, walipanda nyasi nusu. Alafu nyasi ikamea side moja. Sasa tukaona sisi hatuna grau, tulikuwa tunakoboa rhythm meto. Saa hii tumekuwa na challenges sana, lakini saa hii ndio game ya kwanza Bukarara. Hata mashabiki wetu wameanza kurudi. Kwa hivyo tulikuwa mbaya. Umesema challenge mko nayo ni grao na mmekuwa mkikomboa, labda challenges zingine ni kama gani unataka wasiwajue? Zile challenges uko nazo kama watu hii, wengine ni wa shule. Gwanda hawana, lakini uniform tuna provide. Kuna msemo mwingine kama MCA, unaona zimeandikwa Bishop. Amejitolea kutupatia uniform na transport na kulipa fare ama saa zingine ref. Unaona, lakini gwanda na nini hawana. Unaona wanaomba na magwanda. Tunaweza omba msea ajitokeleze na huko akatupatia hata gwanda hata kama ni 10, tunaweza furahi sana. Ndivyo tuunde team fit. Alafu asante kwa mashabiki wenye wamefika leo. Juu hatujakuwa na mashabiki ndivyo tumeanza kubidi, si ndio? Msinilie ati juu tumefungwa. Next time sisi tumepoteza vijana wengi, tumewapeleka huko juu. Wakina Dhome, left team yote yenye tulikuwa nayo, wote wanacheza NSL. Wengi sana. Ndivyo maana sasa tukabidi hii team. Hao wengine next generation hata hao wapande tu. Juu saa hii kwa nini tunafanya hivyo? Hatuna ile kitu inaitango kama sponsor big, si ndio? Yenye tunaweza maintain hiyo team. Mchezaji akifika level nyingine anataka ajikomboe keja, si ndio? Hatuwezi mweka hapa na mimi simlipi. Kwa hivyo kijana mmoja akionekana ni mdedri tunampatiana. Amazing coach man.